Jambo. Jambo. Jina langu naitwa Kenneth. Naam. aka Ken Walker. Na nina swali kidogo tu ningeomba nikuulize kwa ufupi. Naam. Kuna hiki kitabu cha Mathayo 19 kuanzia 23 hapo mpaka 26 ambacho kinasema ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni kuliko ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Hili swala limekuwa likinisumbua sana kuwa ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni. Sasa ndo maana nataka uniambie vile unavyoelewa kuhusiana na hilo swala ama maoni yako kuhusu hilo swala kuwa ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni. Labda kwa anamaanisha kwamba tajiri akiwa na pesa mingi atajawa na kiburi, kitu cha kwanza. Atakuwa proud. Ile pride itamvaa, kitu cha pili. Ya tatu nazo anatumia pesa yake kufanya mambo mengine kama anasa, ikiongezeka na dhulma kwa wafanyikazi. Yaani atakuwa anaona wale wengine wenye wana pesa kama si kitu kwake. Lakini pia upande mwingine kuna wale matajiri ambao pia wako sawa. Si kwamba wote ambao wako na pesa lakini ukisema kuna wale wako sawa, mimi nakumbuka hapo kuna yule tajiri ambaye alimwendea Yesu akamwambia mimi ningetaka nifanyeje ndio nipate niingie ufalme wa mbinguni. Yesu akamwambia uza yale mali yako yote upeane kwa maskini kisha unifuate. Kwa hivyo ina maana pengine kama una mali nitumie kusaidia maskini. Hapo ndio ni kama utakuwa unajiwekea akiba mbinguni. Si sawa? Haki, nashukuru sana kwa muda wako. Nafikiria umenisaidia. Asante. Hapo. Kaka. Naam. Kidogo. Ujambo? Salama bwana, vipi? Salama kabisa. Nashukuru. Jina langu naitwa Kenneth. aka Ken Walker. Mimi ni spiritualist kwa mambo yote, na nilikuwa naomba nikuulize swali. Kuna swali moja limekuwa likinisumbua kuhusu nini? Kuhusu hili jambo. Na si wewe peke yako, ni watu wengi ambao nimeenda nikichukua maoni. Kuna kitu nimeona aswa kwa matajiri na ikafika kuna hiki kitabu kimeandikwa Mathayo 19 kuanzia mstari wa 23 mpaka 26 hapo kama yani unaongea masuala ya Biblia, si ndio? Masuala ya Biblia na mambo ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu ambao tunaoishi sasa. Yani hayo mambo ya Biblia yanawiana na mambo ambayo yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa. Naam. Kuna hiki kitabu hiki cha Mathayo 19 mstari wa 23 kuendelea, inasema ni vigumu sana kwa tajiri kuingia mbinguni. Yani ni vigumu kwa tajiri kupata ufalme wa mbinguni. Na ni rahisi sana kwa ngamia kupenya kwenye tundu la sindano. Yani pale ni Yesu alipokuwa akihadithia wale wanafunzi wake. Kwa hivyo wewe, kulingana na wewe kwenye hii experience, na wewe ni mtu mzima, ushaiajiriwa mahali labda kwa matajiri pale, na vile umeobserve pale kwa matajiri, ni kwa nini unafikiria ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni kulingana na wewe? Wajua bwana, hapo umeongea pointi hapo. Hawa matajiri hawa tunaowajua, hawa matajiri hawa matajiri wana mali zao, unaona, na kwa sababu wamekuwa na uzoefu wa kuhandle zile mali zao, kwa wanakosa muda na Mungu kabisa, na wanathamini zile mali zao kuliko binadamu mwingine. Unaona, wanasahau ya kwamba wale watu ambao wanawafanyia kazi ni watu wa maana. Unakuta kama Wahindi hawa wako na magari zao, dereva amemfanyia kazi pale, ameendesha gari lake muda wote, amehudumia vizuri, lakini inafika siku anapata ajali yule dereva. Akishapigwa simu, kitu cha kwanza kuuliza, haulizi maisha yule dereva, anauliza tayari gari langu liko salama. Unaona? Sasa hawa watu roho zao zote wamezeka kwa mali. Wanasahau kwamba sisi binadamu pia tuna maana, ni watamani kuliko zile gari. Unaona? Wacha sasa pande wa gari sasa. Hawa Wahindi, hawa matajiri wako na maidi pale ndani yao. Mbona lakini maidi akule sima na omena, tajiri tena maidi ndo amempikia sima na nyama, amekarangia sukuma kila kitu, lakini saa kula mfanyikazi anaingia ndani kule sabati kota anakula sima na sukuma. Unaona hiyo ndio safi hiyo? Hata kwa Mungu pia hataikubaliki. Kwa hivyo dhulma, kwa hivyo inamaanisha wamethamini mali sana kuliko utu. Hawana utu. Ambaye ni wewe unawezaje wewe kuweka samaki kwa friji akishaoza ndo kumbuke unapatia mfanyikazi? Yenyewe huwezi ingia mbinguni. Hiyo unaona mbinguni itakuwa sawa kweli? Hata wewe, na maandiko yanasema kile ambacho hutaki kufanyiwa usifanyie mtu. Unanielewa hapo?
So ni kweli hayo maandiko ni vigumu kwa tajiri. Hawana muda na Mungu, sababu wanathamini pesa, wanaangalia mali zao, hawaangalii utu, hawasaidii. Unaona? Sasa hiyo mimi naiunga mkono kabisa. Huyo Yesu alikuwa anaongea kuhusu muda na Mungu. Maana wanafunzi wake walikuwa na muda wa kumsikiliza. Tajiri gani anaenda kukaa chini amsikilize Yesu? Tajiri gani anaenda kanisani akakae sikilize maandiko yako wakati anafikiria kupanga miradi yake? Unaona hapo maneno sasa? So mimi langu lilikuwa ni hilo. Hiyo msemo una ukweli kabisa. Maana matajiri wanatusahau sisi walala hoi. Na mbinguni sote tutawekwa katika kipimo mizani moja. Tutaangaliwa kulingana na vile hukumu ni yetu sote. Hakuna sema huyu alikuwa tajiri, huyu alikuwa ni rais nani? Hebu ngoja kaka, kuna kitu umetaja. Mbinguni tutawekwa kwenye mizani utapimwa. Wakati umesema rais bana, umenikumbusha kitu moja. Kuna hao viongozi wakubwa kwenye serikali. Naam. Hao watu walikuwa na pesa nyingi na mpaka sasa hivi wana pesa nyingi. Tukizungumzia hapa nchini Kenya, kulikuwa na kina Kenyatta, kina Raila, na ni kweli walikufa, haya mali yote wakayaacha. Unaona sasa? Na kitu ambacho umesema ni kweli. Chenye utapanda hapa, waweza kuwa pengine unapanda kwa sababu ya Mungu, ukavuna mbinguni. Sasa wale mali yao kweli kama walitumia vibaya kunyanyasa watu binadamu, ile sawa kabisa, na kufanya wenzao walie na walikuwa na mali, ile sawa kabisa. Hayo mali yote wameacha hapa duniani, na mbinguni wameenda bila, maana tuliambiwa tutakuja bila na mbinguni tutaenda bila. Angalia na Yesu, wameenda bila chochote. Angalia Yesu wakati akichagua wanafunzi wake, Yesu alikuwa anawaambia nendeni mkachinje kondoo zenu mkauze munifuate. Angalia nabii Elia wakati anachukua mtu wa mkono Elisha, alimwambia Elisha sema nini? Wacha nikaagana na familia yako. Sikuagana, alienda kauza, akasahau na uchungaji ili akoseti na Mungu. Hapo mali zinatutenganisha na Mungu baba. Lakini pia hapo ni sawa unavyosema zinatutenganisha na Mungu, lakini pia nimesoma maandiko inasema kama wewe una mali, itumie ile mali kusaidia maskini. Hiyo ndio inachomfurahisha Mungu. Kumpatia sima na omena kumsaidia wewe wala na nyama. Uje nielewa. Yaani kulingana na vile mimi nimesoma, unaona shule kama hii kwa mfano, shule kama hii iwe ni shule ambayo ilijengwa na kanisa. Ndio. Na hii shule ndio ingekuwa kipaumbele cha kusaidia wale watoto ambao hawajiwezi, kama kusoma hivi bure nini, ama labda pale kwenye kanisa pia kuna watu wengi pale ambao ni walala hoi. Mimi labda nikuulize swali, kuwasaidia pengine nafikiria kulingana swali. Hii shule kama hii tajiri ndio kusoma hapa. Si wanasoma Ulaya. Wanasoma Ulaya. Wakishakuja tayari washapata kazi.